There are a lot of things that you have no idea what happened during these months, but I accept that. But I'm not going to change. When I want to change my philosophy, I will change. If not, you have to change the man. Nobody believes for 1 minute that Ruben Amorim will be the manager of Manchester United in 3 years. I think we made what was asked during the season. We did a lot of good things, but obviously it wasn't enough. Needs an option, finds it, Cunha through. Chance here for Cunha! Matheus Cunha! Wakati meli inazama, viongozi wanatapatapa, mashabiki wanalia na wachezaji wana mawazo kwa mwenendo wa timu yao. Hapo ndipo wazo la nani tumwangushie mzigo wa timu hii ili amalize nayo msimu huu lilikuja. Nani angeitaka United ambayo makocha wengi wamekuja wakiwa bora ila wameondoka na laana, na wengine ndio ukao mwanzo wa wao kufeli kwenye maisha yao ya soka. Timu ambayo kila mtu aliona imelaaniwa, ila anasimama mwanaume mmoja, legend wa club ya Manchester United, anasema nipeni hii team, tena mkipendezwa nipeni mkataba wa moja kwa moja. Michael Carrick, aliyekuwa mchezaji bora wa Manchester United na mchezaji pendwa wa Sir Alex Ferguson, anakubali mzigo huu wa United na kutaka kufanya mabadiliko kwenye timu hii. Huu ulikuwa ni mtihani mgumu sana, maana kila mtu alikuwa anaongea anavyoweza kuhusiana na United. Kuna ambao walisema wachezaji wafai na kuna wengine ambao walisema kocha hafai. Swali likawa, je, Carrick itamchukua muda gani kuirudisha United njiani, au yeye atakuwa kama kocha wengine waliopita na kuiacha timu kwenye hali mbaya? Carrick akaamua kurudi kwenye mfumo mama na kurudia ile kauli ya kuwaweka wachezaji wake kwenye nafasi zao asilia, alafu boresha muundo na mfumo wa wachezaji on the ball na off the ball, yani wakiwa na mpira na bila mpira, ila usisahau transitions pamoja na kujilinda. Baada ya hapo makala zikaanza kuandikwa kuwa huyu ndio mrithi wa Sir Alex Ferguson, Michael Carrick ya United, hadi kuwa hivi ambavyo tunaiona. Nini amekifanya? Kama ambavyo timu nyingi barani Ulaya zimekuwa zinatengeneza muundo wao wakati wa build up, lakini pia wakati mpira ukiwa katikati na pamoja timu ikiwa inashambulia, kumekuwa na muundo ambao umekuwa ni very popular. Watu wengi wamekuwa kiuzungumza muundo wa 3-2-5, ingawa kuna wengine wameamua kutumia 2-3-5, lakini Michael Carrick yeye ameamua kwenda na 3-2-5. Walinzi wa pembeni United wanakuwa wanapokezana kusogea juu. Kama shambulizi likianza upande wa Dalot, basi unamuona Shaw anabaki chini kwenye reverse defense kuungana na Maguire pamoja na Martinez, ila kama shambulizi likianza kwa Luke Shaw, unamuona Dalot anabaki kuungana na wale mabeki wa katikati. Nini kinatokea kwenye eneo la kiungo cha United wakati huu wa build up? Kwa kuwa tayari United imejengwa kwenye mhimilo wa wachezaji wawili, Maino pamoja na Casemiro, hawa mara nyingi wanacheza karibu. Kama Casemiro yupo chini, utamwona Maino yupo juu pembeni au kidogo ya mstari wa kiungo, ila akiwa upande ambao mpira upo. Hii ina maana gani? Kwa sasa soka limehamia kwenye kuwa na idadi nzuri kwenye eneo la kiungo. Kwa kufanya hivyo, Carrick anaamini United itakuwa na idadi nzuri, na hapo ndio atakuwa na tiketi ya kushinda mchezo husika. Carrick ametoa uhuru mkubwa sana kwa wachezaji wa United wakiwa uwanjani, hasa hawa watatu, Mbeumo, Bruno pamoja. Anaamini kwamba una uwezo mkubwa sana wa kufungua space. Mfano kama Mbeumo ana uwezo kufungua space, kupiga pasi za kila aina, hasa zile pasi ngumu kufikirika. Hapo unamweka Bruno Fernandes na kunufaika na space katikati ya mstari wa wachezaji. Hapo bila shaka utamweka Matheus Cunha. Kwenye ule mstari wa juu kabisa ambao unamuona Bruno, Diallo, Cunha na Mbeumo, basi kuna majukumu kadhaa wanapewa, kila mtu na jukumu lake. Bruno anashuka kwenye mstari wa kiungo kuungana na Casemiro pamoja na Maino, wanatengeneza pembe tatu, ila anakuwa juu kidogo kwa ajili ya kutengeneza 2 against 3 au 3 against 3, nikiwa na maana kwamba Bruno akisogea kwenye kiungo kuna ongezeko la wachezaji wengi. Kwa kama timu ilikuwa na defend na 4-4-2, maana yake itakuwa na wachezaji wawili viungo, alafu Manchester United itakuwa na wachezaji watatu, kwa sababu Bruno amesogea kwa anatengeneza ile 3 against 2. Kwa hiyo hapa anawapa option Casemiro pamoja na Maino ya kutoa mpira haraka pale ambapo atakosa nafasi za kupeleka mpira pembeni au kupeleka mpira mbele, ila kushuka kwake pia anawatengenezea wachezaji wengine uhatari mkubwa, maana akili ya mpinzani inakuwa kwa Bruno, ila wanasahau Mbeumo na Diallo, alafu ndo hapo adhabu inaweza kupatikana.
Ukienda kwa upande wa Mbeumo, hakai nafasi moja na walinzi. Kuna muda ataenda kulia na kuna muda ataenda kushoto, na kufanya walinzi wa timu pinzani kuhisi uhatari umepungua, ila kufumba na kufumbua hapo panaadhibiwa, kwa sababu Dalot au Shaw hawa wachezaji wanacheza kwenye half space. Kwa kama ikitokea wanapata nafasi ambayo wanaona iko huru, huenda wakaenda kunufaika nayo. Inaweza isiwe moja kwa moja kwenda kufunga, lakini unaweza kuwa umetengeneza uhatari wa goli au kutoa assist kwa namna yoyote. Carrick amechagua baadhi ya wachezaji wake washike mapana ya uwanja, wakati ambao Kunya na Mbeumo wanajaribu kuzinusa nafasi huru katikati mwa mstari ya wapinzani. Nimeeleza nini kinatokea kati ya hawa wachezaji wawili wakati wa build up. Sasa hapa naomba niongelee wakati wa timu inapokuwa juu muda wote, au tuseme mpinzani kaamua kupaki basi. Maybe inaweza kanda dakika 5 au dakika 10, basi hapa ndio Dalot pamoja na Shaw wote wanasogea juu kuutanua uwanja na kuingia kwenye half space, kulingana na Diallo pamoja na Doku watakuwa kwenye maeneo gani. Doku akiwepo, maana yake atakuwa sana pembeni mwa kiwanja ili Shaw acheze kwenye half space, ila kama Kunya akiwepo, maana yake Shaw atalazimika kuyatanua mapana ya uwanja, alafu Kunya atakuwa kwenye zile half space ambazo amekuwa hatari. Utarejea goli alilofunga dhidi ya Arsenal, lakini pia utarejea goli la dogo alilofunga dhidi ya Arsenal. Utakuwa umeelewa nini ambacho ajibu kizungumzia hapa, uhatari wa wachezaji wawili hasa wakiingia kwenye space katikati mwa kiwanja. United haijajengwa kwenye hizo position play kama mpira wa kisasa ambavyo unataka, ile imejengwa kwenye kujituma kwa kila mchezaji na kufanya kile kocha ambacho anakitaka, hasa kutengeneza idadi kubwa kwenye upande mmoja unaomiliki mpira, na pale tu wanapokuwa wengi, maana yake hakuna namna mnaweza kuupora mpira, na hapo ndio hatari wao unaanzia. Yani naweza kukuelezea kwa ufupi ni kwamba wanatengeneza overload upande mmoja, kwa hiyo nyinyi inabidi mwende kwa ajili ya kuzuia ule upande usiwe na idadi kubwa. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo zinapigwa zile pasi 1-2 na uhatari wao unaweza kuanzia hapo. Unaweza kuwazuia na wewe kwa kuweka idadi sawa ya wachezaji kwa upande huu ambao wenyewe hapo. Mfano, labda ametengeneza pembe 4 ya wachezaji 4 au pembe 4 ya wachezaji 5, na wewe ukaamua kuweka wachezaji 5, ila hakikisha una mabeki ambao ana uwezo wa kushindana na Diallo au Mbeumo ile 1v1, au Kunya ambaye anaweza akawa anatokea kama namba 10 kwenda wide. Ina maana hapa United wanakuacha wewe uamue nini unataka: A, kuwazuia sehemu walipotengeneza idadi kubwa; B, kurudi nyuma na kuwa na idadi nzuri kwenye eneo la ulinzi. Maana yake maamuzi yanabaki kwako. Swali ni je, Michael Carrick ataweza kuifanya United kumaliza nafasi za 4 ili kushiriki michuano ya UEFA Champions League? Hakuna anayejua. Hiyo imebaki kwa wachezaji wa United pamoja na timu kwa ujumla. Asante kwa kufuatia uchambuzi huu wa United ya Michael Carrick. Tukutane tena siku nyingine tukiwa na timu nyingine. Usiache kulike, share, comment, subscribe na kubwa zaidi turn on notification ili wa kwanza kukutana na uchambuzi wote ambao utatumwa kwenye peji hii. Asante. Kwa majina naitwa William Benedicto.